hivi, akawa anampinga alafu akamfukuza Chiso. Ikabidi sasa Padri John akutana na mke wa Mr. Chuka. Kumbe hawa wawili wana mahusiano bwana. Kwa hiyo Padri John alikuwa anakula kondoo wake, lakini mahusiano yao Chiso ndo alikuwa anayafahamu. Basi Padri John na mke wa Mr. Chuka wakawa wanajadili wafanye nini, lakini Padri John akamhakikishia kuwa hakuna kitu kibaya kitakachotokea kwa sababu Chiso hana ushahidi wowote ule. Basi wakaelewana tena. Huku shuleni Chiso bado anamfuata Padri John, yaani haoni hata aibu, lakini Padri John anazidi tu kuwa mkali kwa Chiso, kisha anamfokea na kumwaibisha mbele za wanafunzi. Baada ya muda kidogo, Hane ambaye ni rafiki yake na Chiso akawa anamshauri Chiso kuwa aache kushindana na Padri John, pia azingatie masomo kwa sababu yeye ni mwanafunzi. Na humu ndani ya ofisi Sister Face na yeye anazidi kumlalamikia Padri John, kwa nini Chiso anakuwa anamzoea kwa haraka kiasi hicho wakati yeye ni mtumishi wa Mungu. Baada ya Sister Face kuondoka, Chiso akaingia ofisini kwa Padri John. Padri John akashangaa tena, unatafuta nini hapa? Yaani nimekufokea mbele za wanafunzi wenzako na kukuaibisha, lakini bado unanifuata. Embo kaa kimya. Mungu wangu, nisikilize, nilikuwa nakaa kimya sio kwa sababu nilikuwa nakuogopa, ila nilikuwa nakuheshimu na nimekuja kukupa ushahidi tu. Ushahidi gani unaoongelea? Ngoja nikwambie kitu, hakuna kitu chochote utachoweza kuongea juu yangu na watu wakakusikiliza, kwa sababu hauna nguvu yoyote ile. Kwa hiyo unadhani sina nguvu ya kuongea, si ndio? Ngoja nikuoneshe kitu. Chiso akatoa simu na kumuonesha Padri John kile ambacho alikuwa anafanya na mke wa Mr. Chuka. Kumbe alikuwa na warekodigi bwana. Wakati Padri John na mke wa Mr. Chuka anaongea mipango yao mahusiano, kumbe Chiso alikuwa anakaa dirishani na kuwarekodi. Padri John hakuamini. Alafu Chiso akawa anampa mikwala. Huo video kaisha isambaza. Kwa hiyo akiamua muda wote anaweza kaiposti. Huku nyumbani kwa Mr. Chuka, Padri John alialikwa tena kwa chakula cha jioni. Kidogo simu ya Mr. Chuka ikaita. Ikabidi aende pembeni kuongea na simu. Mke wake akanyanyuka na kwenda kumfuata Padri John. Alafu akaanza kumshikashika. Lakini Padri John akamkataza, kisha akamwambia kuwa Chiso ana video ambayo aliwarekodi kipindi wapo ofisini wakati wanafanya mambo yao. Mke akashangaa, ni kweli umeona hiyo video? Nakwambia hivi, nimeiona hiyo video kwa macho yangu. Ikabidi aende kukaa ili mume wake asigundue. Huku shuleni Padri John alikuwa anambananisha Chiso, alafu anamuomba afute hiyo video. Lakini Chiso anagoma, pia anamwambia kuwa hata ifute hiyo video. Wakati wanabishana, Sister Faith akawa anawasikia. Ni video gani hiyo mnazozungumzia? Wakashtuka, nimekuwa nikiwasikia mnazungumzia video. Je, ni video ipi? Padri John akamdanganya Sister Faith kuwa hakuna kitu chochote kinachohusu video, bali ni video za mtandaoni ambazo sio nzuri. Ndio maana anamwambia Chiso aifute. Lakini Sister Faith akakubali, kisha akataka na yeye aione hiyo video. Cha ajabu Padri John akamkatalia, kisha akaanza kumshushia baraka ili ajionyeshe yupo sawa. Ikabidi Sister Faith awaache. Wakati Sister Faith anaondoka, akawa na tafakari, mbona hichi kitu kama akimwingia akilini. Siku iliyofuata Chiso na Padri John wakakutana tena, wakawa bado wanaongelea swala lao la video. Chiso akamwomba Padri John kiasi cha pesa shilingi 300,000 ili aweze kuifuta hiyo video. Basi Padri John akakubali kuwa atampatia kiasi hicho cha pesa ili aifute hiyo video. Kweli bana, muda kidogo Chiso anashangaa kapokea maokoto yenye thamani ya 300,000. Cha ajabu